wa Tanzania. Asanteni. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana katika kongamano hili muhimu wakati tukielekea katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hapo tarehe 8 mwezi huu mwaka huu, tunapohitimisha miaka 30 ya azimio la Beijing. Hii ni fursa adhimu kutathmini hatua tulizokwisha piga katika ushiriki wa wanawake katika sekta mbalimbali, na kwa kongamano hili hususan sekta ya utalii na changamoto zinazowakabili wanawake, ikiwa ni pamoja na ukatili wa kijinsia kama ambavyo kongamano letu linaonesha. Kama tunavyofahamu, siku na ilivyokwisha elezwa na Katibu Mkuu, siku ya wanawake duniani ilianza kuadhimishwa tarehe 8 mwezi Machi mwaka 1975 baada ya Umoja wa Mataifa kuridhia siku hii kutumika kama siku rasmi ya kutukumbusha na kuikumbusha dunia kwa ujumla kuhusu haki za wanawake. Maadhimisho ya siku hii yanaendelea kujenga msingi imara wa kutambua nafasi ya mwanamke katika kudai na katika kutetea haki za msingi kwa lengo la kukuza usawa wa jinsia katika jamii. Aidha, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutambua umuhimu wa maazimio hayo na maadhimisho haya na mikataba mbalimbali ya kikanda na kimataifa kuhusu masuala ya haki na uwezeshaji wa wanawake, ilianza kuadhimisha siku hii ya wanawake duniani mwaka 1997, ikiwa ni miaka miwili baada ya azimio la Beijing na ikiwa ni baada ya kupitishwa siku hii na Umoja wa Mataifa. Mwaka huo 1995, mkutano wa 4 wa kimataifa wa wanawake uliofanyika jijini Beijing, China, ulipitisha mwongozo wa utekelezaji wa maazimio hayo. Tanzania tunajivunia sana kuwa katibu mkuu wa mkutano huo wa Beijing alikuwa Mtanzania mwenzetu Bibi Gertrude Mongella kama ilivyokwisha elezwa. Basi pamoja na kwamba hayupo na sisi, naomba tu tumpe maua yake, tumpigie makofi kwa kazi kubwa aloifanya inayotambulika dunia nzima, iliyowezesha kuzaa matunda mengi kote, ikiwa ni pamoja na hapa nchini kwetu. Katika kipindi hichi cha miongo mitatu ya azimio la Beijing, Tanzania imetoa msukumo mkubwa katika utekelezaji wa azimio la ulingo wa Beijing kwa kuwainua wanawake na wasichana katika nyanja mbalimbali, ambapo fursa za ushiriki wa wanawake katika masuala ya kiuchumi, kijamii na kama vile elimu, mafunzo na afya, mifumo ya uongozi na maamuzi, haki za binadamu, haki katika uchumi, ushiriki katika vyombo vya habari na mengine mengi umeendelea kuimarika na kuwa chanya zaidi ikilinganishwa na kabla ya azimio la Beijing. Hata hivyo, tunayo fahari kubwa ya kukutana kusherehekea mafanikio haya na kuendelea kuhamasisha usawa wa kijinsia. Tunapoongea hapa, wakati mwingine watu wanaona kama tunaongea nadharia, na nimefurahi kwamba hapa nimewaona. Wakati huo kulikuwa na taasisi moja ilikuwa ikipigania sana haki za binadamu, haki za wanawake, ambayo ni TNGP. Ilifanya kazi kubwa sana, na waona baadhi ya watu waliomo hapa, naomba tu wasimame watupungie mkono, na asasi za kiraia zote zilizofanya kazi hiyo kubwa. Nimesema hivi kwamba tunaweza tukaona hii ni nadharia. Mimi ni tunda la juhudi hizi. Naomba nikiri. Si kwa nafasi nilionayo sasa, kwa nafasi nyingi nilizokwisha shika, ikiwa ni pamoja na kuwa mwanamke wa kwanza wa kuwa katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika baada ya miaka 37 ya uwepo wake. Walisha kuwepo makatibu watendaji 5, mimi nilikuwa wa 6 na mwanamke wa kwanza. Na haikuwa rahisi, siwezi kuwatania na siwezi kudanganya. Haikuwa rahisi, ni kutokana na juhudi za kupambania haki ya mwanamke. Na najua tuko wengi humu ambao tumekuwa matunda ya mapigano haya. Kama mtakubali, naomba yeyote anayeamini kwamba
azimio la Beijing limemwezesha kupata nafasi si lazima ya maamuzi, kibiashara, kiuchumi. Naomba tusimame wote na tujipigie makofi. Jamani, nani kama mwanamke? Nani kama mwanamke? Wanawake tunaweza, na tunaweza sana, na tusijidharau. Lakini naomba tukae, asanteni. Lakini nitakachopenda kusisitiza pia hapa katika juhudi hizi, ni waombe sana kina mama, tunapopewa nafasi tuzitendee haki, kama ambavyo mmemwona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke wa kwanza kuwa rais na amiri jeshi mkuu, ambavyo ameitendea haki nafasi hii. Tumpigie makofi jamani. Nani kama Mama Samia? Hakuna. Tuzitendee haki, ili kwa sababu kuna ile pia bado tabia ya kuona mwanamke hawezi. Kwa hiyo tusitoe nafasi kabisa kwa kuonesha kwamba mwanamke hawezi. Mwanamke anaweza katika kila nafasi kama alivyo binadamu yeyote. Kwa hiyo tutendee haki hizi nafasi, na tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa sababu amewezesha wale wanaobeza wanawake kuonesha kwamba hisia hizo walizonazo si sahihi, ni potofu, na nafikiri kwa nchini kwetu zimekwisha, na si nchini kwetu tu, dunia nzima wanaona kazi kubwa ambazo anazifanya rais wetu. Mmeona mikutano mingi inakuja hapa, mmeona yeye anaalikwa mahali mbalimbali kwenda kuwa mgeni wa heshima, kuwa mwenyekiti wa vikao. Haya yote ni kwa sababu ya imani kubwa ambayo ameweza kuijenga. Mama Samia safi. Asanteni. Ndugu washiriki wa kongamano, maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu isemayo wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kauli mbiu hii imetokana na kauli mbiu ya kimataifa isemayo for all women and girls equality, rights and empowerment, ambayo imelenga kuhamasisha jamii katika kukuza usawa, haki na uwezeshaji wa wanawake na wasichana. Kauli mbiu hii inatuonesha kwamba licha ya mafanikio tuliyoyapata kwa kipindi chote cha utekelezaji wa azimio na ulingo wa Beijing, bado tuna safari ili kufikia maendeleo ya kuridhisha zaidi katika usawa wa kijinsia, na nimetumia neno zaidi kwa sababu mafanikio tumekushayapata, lakini tunahitaji kupata mafanikio zaidi. Na bado jitihada za kukuza usawa wa jinsia, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na changamoto kadha wa kadha zikiwemo mila na desturi potofu, ukatili wa kijinsia na vikwazo vya kimfumo zinahitajika. Na vikwazo vya kimfumo ni vipana, ni katika sekta na maeneo mbalimbali. Ndugu washiriki wa kongamano, kauli mbiu ya kongamano letu leo isemayo ushiriki wa wanawake katika utalii na athari za ukatili wa kijinsia katika miaka 30 ya Beijing inatufanya tuangalie nafasi ya mwanamke katika sekta ya utalii, changamoto wanazokabiliana nazo na njia za kuzitatua kwa umoja wetu. Tanzania ni moja ya nchi zinazoongoza barani Afrika kwa vivutio vya utalii, sekta ambayo inachangia zaidi ya 17% ya pato la taifa na kutoa ajira kwa mamilioni ya Watanzania. Takwimu niliyopewa ni takriban milioni 1.5, na wengi wao wakiwa wanawake. Takwimu zinaonyesha pia kwa zaidi ya 60% ya wafanyakazi wa moja kwa moja katika sekta ya utalii ni wanawake, 60%. Hawa ni wamiliki wa biashara za utalii, wasafirishaji, waongoza watalii, wasafirishaji pana, madereva, marubani na kadhalika, wahudumu wa mahoteli na wajasiriamali wa sanaa na bidhaa za utalii. Licha ya mchango mkubwa wa wanawake katika sekta hii, bado wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa fursa sawa za kiuchumi, mazingira yasiyo salama ya kazi na ukatili wa kijinsia, lakini pia na kufanya kazi maeneo ya chini ikilinganishwa na maeneo ambayo wanaume wanapata nafasi.
Haya ni mambo tunayopaswa kuyashughulikia kwa dhati ili kuhakikisha wanawake wananufaika ipasavyo na fursa zilizopo katika sekta hii muhimu. Ndugu washiriki wa kongamano, Tanzania tuna bahati kubwa sana ya kuwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais na Amiri Jeshi Mkuu mwanamke wa kwanza nchini Tanzania. Uongozi wake unajali nafasi na maendeleo ya wanawake na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Waziri wakati akiongea hapa ameeleza kwa kina mafanikio ambayo yametokana na uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu katika sekta ya utalii, lakini katika sekta mbalimbali katika taifa letu. Ikiwa ni pamoja na katika sekta ya utalii kama nilivyosema, kupitia kampeni yake ya Royal Tour Tanzania imepata umaarufu mkubwa sana duniani kama moja ya nchi bora za utalii. Jambo ambalo limepelekea ongezeko la idadi ya watalii, fursa za ajira, ukuaji wa biashara, ukuaji wa pato la taifa na ukuaji wa kipato cha mtu mmoja mmoja, ikiwa ni pamoja na wanawake. Nilikuwa nimeeleza mafanikio tuliyoyapata katika sekta ya utalii, ambapo nilieleza na fursa zilizojitokeza. Kwa kiasi kikubwa fursa hizi zimeongezeka kutokana na hii kampeni ya Royal Tour. Na chini ya uongozi wake katika sekta ya utalii, serikali imefanya mengi kwa lengo la kuboresha ushiriki wa mwanamke katika sekta hii, ikiwa ni pamoja na kuimarisha sheria na sera zinazofungua fursa kwa wanawake na kulinda haki ya mwanamke kazini na katika jamii. Unaweza ukafungua fursa kama ambavyo zimefungulia kupita Royal Tour, lakini ukakuta kwamba mwanamke anabaki nyuma. Kwa kulitambua hili, Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza imehakikisha kwamba sera zinaimarishwa na zinafungua fursa kwa wanawake na zinalinda haki za wanawake kazini na katika jamii. Na katika kufungua fursa hizi za wanawake, pia watu wengi wamepata nafasi mbalimbali. Lakini kwa kushirikiana pia na sekta binafsi ili kuboresha fursa za kiuchumi na mfumo wa usawa wa kijinsia, kuhakikisha wanawake wanapata mikopo yenye masharti nafuu na mafunzo ya ujasiriamali na fursa za soko kwa bidhaa na huduma zao, na kuongeza ulinzi kwa mwanamke kwa kuhakikisha kwamba kuna mazingira salama ya kazi na kuweka mifumo madhubuti ya kuripoti manyanyaso. Nafikiri nyinyi ni mashahidi. Haya nao yasema yote mmeyaona, siyasemi kwa nadharia. Na pamoja kwamba nimegusa tu sekta ya utalii, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake huu wa miaka minne amefungua fursa nyingi sana kwa wanawake, si katika sekta ya utalii tu. Hata katika mifumo ya uongozi amehakikisha kwamba kina mama wanapata nafasi. Majaji wengi wameteuliwa wanawake, wakuu wa taasisi mbalimbali wameteuliwa wanawake, na kadhalika na kadhalika. Lakini pia mwanzo nilisema mimi ni tunda, bahati nzuri Mungu ananipenda sana na mimi bado ni tunda katika uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kuwaamini wanawake, mimi ni mwanamke wa kwanza kuwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa nchini Tanzania tangu nchi yetu imepata uhuru miaka 60 iliyopita. Hii ni historia ndugu zangu, kwa sababu kuna sekta zingine zinaonekana ni sekta za wanaume, si ndio jamani? Niliteuliwa, nikakaa, nikahamishwa, mheshimiwa bado akawa na imani na mimi akanirudisha tena huku. Kwa hiyo ina maana kwamba hata naofanya nao kazi basi wameona kwamba wanawake wanaweza. Kwa hiyo tuendelee kujiamini na kuchapa kazi zetu pale tunapopewa nafasi. Kama nilivyosema wakati akiniteua, mnakumbuka alivyosema, alisema kazi ya waziri wa ulinzi si kwenda kushika bunduki na mitutu. Kazi ya waziri wa ulinzi ni kwenda kuongoza wizara kisera na kimikakati. Jamani wanawake, mtashindwa? Mbona tuna busara nyingi tu ya kutunga sera, tuna busara nyingi ya kusimamia utekelezaji wa sera,
tuna busara nyingi na akili nyingi za kuandaa mikakati na kusimamia utekelezaji wake. Kwa hiyo tunaweza katika kila sekta, na naomba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, si kwa ajili yangu, tumshukuru sana kwa niaba yetu wote, kuonesha ulimwengu na Watanzania wote kwamba mwanamke anaweza kufanya kazi yoyote, kwa kutuamini sisi anaotupa nafasi, lakini na kwa yale yeye mwenyewe anayoyafanya. Halali mama wa watu. Mtamuona leo yuko hapa, kesho yako na shangaa ameshafika huko, amefika namna gani, amelala saa ngapi. Lakini yote hiyo inaonesha jinsi gani mwanamke ana nguvu na mwanamke ana determination ya kazi gani anapopewa kazi. Yote hii ni katika kuhakikisha kwamba analitumikia taifa lake na anatuletea mafanikio na maendeleo, na tunaendelea kusonga mbele. Ndugu washiriki wa kongamano, ni imani yangu kuwa katika mawasilisho ambayo yatawasilishwa na wataalamu na wanataaluma mashuhuri katika kongamano hili, kama inavyoonekana katika ratiba, yatafafanua kwa kina jinsi ambavyo serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ilivyobuni na kutekeleza mikakati ya kuongeza na kukuza wigo wa bidhaa, mazao ya utalii ili kufikia watalii milioni 5 kwa mwaka kufikia mwaka 2025 ambao ndio huu hapa, na kuongeza mapato kutoka dola za Marekani bilioni 2.6 mwaka 2020 hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 6 mwaka 2025. Hii ni ongezeko kubwa sana, ni ongezeko la asilimia zaidi ya 100 ndani ya miaka 5. Kwa hiyo yote haya mtaweza kuyaona, naomba tu mbaki msikilize yaliyoandaliwa katika kongamano hili ili muweze kupata uelewa mkubwa kwamba sekta ya utalii imepiga hatua kiasi gani, ina mipango gani, inapanga kupiga hatua kufikia wapi, na sisi tutanufaika namna gani. Kukua kwa sekta hii kutafungua fursa kwa Watanzania wote, ikiwa ni pamoja na wanawake, na kutafungua fursa zaidi kwa sababu kupitia Royal Tour fursa nyingi zimekwisha funguliwa tayari. Katika kongamano hili, pamoja na kujadili ushiriki wa wanawake, naomba nitoke nje kidogo kwa wanawake katika utalii. Kongamano hili litajadili athari za ukatili wa kijinsia katika miaka 30 ya Beijing. Katika kujadili masuala haya ukatili, tutatafakari kwa kina na tuje na mikakati ya namna ya kukabiliana na changamoto hizi kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia ya mwaka 2017, the World Bank Report of 2017. Asilimia 40 ya wanawake wenye umri kati ya miaka 15 hadi 45 wamepitia ukatili wa kimwili na asilimia 17 wamepitia ukatili wa kingono. Ripoti hiyo inaonyesha pia kwa asilimia 30 ya wasichana wanapitia ukatili wa kingono kabla ya kufikisha miaka 18. Inasikitisha, na baadhi yenu hapa tunaweza tukatoa machozi. Ukimagine mtoto wako wa kike kabla hajafikisha umri huu anapitia ukatili wa kingono, ni mateso makubwa na ni kitu kinachokaa ndani ya mtoto kwa maisha yake yote. Kukitoa inakuwa ni kazi ngumu. Ukatili huu upo kwenye sekta zote, si sekta ya utalii peke yake. Hivyo ni wajibu wetu sote kuhakikisha kwamba sekta ya utalii na sekta zingine zote zinakuwa salama kwa wanawake, lakini pia kwa jinsia zote, kwa kupinga vitendo vya ukatili na kuweka mifumo madhubuti na kubuni mikakati ya kudhibiti ukatili wa aina hii, pamoja na kupigania haki za wanawake na usawa wa kijinsia. Na hapa ndo niliposema nitatoka nje kidogo kwa wanawake. Usawa wa kijinsia unatambua haki za jinsia zote, sio jinsia. Tunapokuja kwenye haki na ukatili, lakini haki tunatambua jinsia zote, na hii ndio maana ya jinsia. Jinsia sio jinsia ke peke yake, ni jinsia ke na jinsia me. Pamoja na kupigania haki za wanawake, usawa wa kijinsia unatambua haki za jinsia zote. Hivyo sisi hususan kina mama, kama alivyosema mdogo wangu hapa, naibu waziri, kama walezi tuhakikishe kuwa tunalinda haki na ustawi wa jinsia zote,
Na kama alivyosema Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango katika uzinduzi wa maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani hapo tarehe 3 Machi huko mkoani Kigoma, akizindua maadhimisho ya mwaka huu, na naomba ninukuu, alisema: katika kipindi kirefu jamii imeweka jitihada kubwa katika kumwinua mtoto wa kike na kuhakikisha anapata haki zote anazostahili. Kutokana na mwelekeo huu, jitihada kidogo sana zimeelekezwa kwa mtoto wa kiume. Hivi sasa watoto wa kiume wamejikuta katika matatizo lukuki, yakiwemo matumizi ya madawa ya kulevya, ushoga na aina nyingine za ukatili. Mwisho wa kunukuu. Katika hali hii, ndugu zangu, pamoja na kuendelea kupigania haki ya mwanamke na watoto wa kike, ni waombe na hatuna budi kuhakikisha kwamba tunawalinda na kujenga ustawi wa watoto wa jinsia zote kwa ustawi endelevu wa taifa letu. Ni muhimu kweli kupigania haki za wanawake na tumepiga hatua kubwa, lakini inapokuja kuwalinda watoto wetu, tuwalinde watoto wote wa kike na wa kiume, kwa sababu changamoto zipo kwa pande zote na ukatili, na nimelileta hili kwa sababu mada yetu inahusisha pia ukatili, na ukatili unawakumba watoto wa jinsia zote. Sisi kina mama, kama alivyosema Mheshimiwa Naibu Waziri, ni walezi wa kwanza, kwa hiyo tuzingatie hili na lenyewe tulifanyie kazi. Ndugu washiriki wa kongamano, nimefurahi pia kusikia kwamba kongamano hili litatoa fursa kwa watafiti na wasomi kujadili jumla ya tafiti 16. Wakati nikiingia nimetembea pale, nimeona kwa kupitia tu baadhi zinavutia. Kwa hiyo ni furaha kwamba kongamano hili litapata fursa kuhusu mchango, mafanikio, fursa na changamoto za ushiriki wa wanawake katika sekta ya utalii na maliasili, pamoja na mafanikio yaliyofikiwa kwenye kuimarisha usawa wa kijinsia nchini. Ni imani yangu kuwa michango yenu itatumika kama jukwaa la kuchochea fursa kwa wanawake katika sekta ya utalii na maliasili kitaifa na kimataifa, na kutathimini masuala ya kijinsia na kupendekeza namna bora ya kuboresha usawa na kupambana na ukatili wa kijinsia. Ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba kuwathibitishia kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, itaendelea kushirikiana na wadau wote kuwa mstari wa mbele katika kutambua na kuimarisha mchango wa mwanamke katika kuleta mafanikio na kuhamasisha mabadiliko ya jamii kwa kuzingatia usawa wa kijinsia. Wito wangu kwetu sote ni kwanza, kwa sekta binafsi, tuhakikishe kwamba wanawake wanashiriki kikamilifu katika sekta ya utalii kwa kuwapa fursa za ajira zenye hadhi na mazingira salama kazini. Kwa asasi za kiraia na mashirika ya kijamii, niwaombe tuendelee kuhamasisha haki za wanawake kiuchumi na kijamii na kupambana na ukatili wa kijinsia. Kwa wanawake wenzangu, tujitokeze na tutumie fursa zilizopo na zinazoenda kufunguliwa kwa maendeleo yetu binafsi na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Na nisisitize hapa, fursa mara nyingi hufunguliwa, lakini bahati mbaya wakati mwingine fursa hizi hazitumiki. Zinaweza kuwa hazitumiki kwa sababu nyingi, pengine pia ni kwamba hazieleweki. Sisi kama serikali tutaendelea kutoa elimu, sekta binafsi tushirikiane kutoa elimu, asasi za kiraia tushirikiane kutoa elimu, lakini na wahusika tujiongeze, ndio msemo wa kisasa, tujiongeze kutumia fursa hizi. Tuache kukaa na kulalamika kwamba hakuna ajira, serikali haitoi ajira. Ajira ziko nyingi, ni wewe kuziona na kuchangamkia fursa na kuweza kutumia fursa hizo. Kwa hiyo tuzitumie fursa hizi, ndugu zangu. Kwa wote, tutambue kuwa ujenzi wa taifa lolote unategemea ushirikiano kati ya jinsia zote, wanawake na wanaume. Hivyo ni lazima kuwe na ushirikishwaji wa wanawake na wanaume katika nyanja zote kwa kiwango sawa na malezi bora kwa jinsia zote. Kwa hapa pia ni
mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kama alivyosema mdogo wangu hapa Mheshimiwa Naibu Waziri. Kwa hiyo kama tunapenda yote haya mazuri yaendelee, inabidi kuiunga mkono serikali na inabidi kuipa nguvu serikali. Na jinsi ya kuipa nguvu serikali, kwa sababu serikali yetu pia ni ya kidemokrasia, Mheshimiwa Rais katika 4R zake, demokrasia ni moja ya vitu ambavyo amevipa msisitizo mkubwa. Kwa hiyo tujitokeze, twende tukahakiki taarifa zetu kwenye daftari. Tujitokeze kina mama kwenda kugombea nafasi mbalimbali kwa kujiamini, na tujitokeze pia kwenda kupiga kura. Kujiandikisha kwenye daftari tu haitoshi. Kuna wengine hujiandikisha, siku ya kupiga kura atakuwa na visingizio vya kila aina. Kwa hiyo tukapige kura, tuendelee kuwa na serikali, tuchague serikali itakayoweza kutuletea maendeleo na kuendelea kufungua fursa hizi. Kwa hiyo nikisema hivyo, tunaelewa tunaenda kumchagua nani, ndugu zangu, si ndio? Tunaenda kuwachagua kina nani, ndugu zangu, tunaelewa. Kwa hiyo tukafanye hivyo ili serikali yetu iweze na yenyewe kuona kwamba kweli wananchi wanaona kazi kubwa inayofanya na bado wana imani na sisi na wanataka tuendelee kuwaletea maendeleo. Ninatambua juhudi kubwa zilizofanywa katika kuandaa kongamano hili. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, mbunge, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na wanawake na makundi maalum, na naibu wake Mheshimiwa Mwanaidi Hamisi, mbunge ambaye tuko naye hapa siku ya leo. Mheshimiwa Dr. Pindi Chana, mbunge, waziri wa maliasili na utalii. Mheshimiwa Christian Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha na timu zao. Pia taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru kupitia kituo cha taifa cha utafiti na uhifadhi wa machapisho yanayohusu wanawake na taasisi ya teknolojia ya Dar es Salaam DIT. Nawapongeza kwa kazi kubwa sana mlioifanya katika kuziongoza wizara zenu na taasisi zenu, lakini pia kwa kuhakikisha kwamba kongamano hili linafanyika kwa viwango vya hali ya juu na mafanikio makubwa. Kongamano halijaanza, lakini kwa maandalizi haya hakuna ambaye ana wasiwasi kwamba kongamano hili litakuwa la mafanikio makubwa. Pia nawashukuru washiriki wote kwa kujitokeza kushiriki katika kongamano hili muhimu. Kwa wapenda maendeleo na usawa wa kijinsia, hususan wakazi wa Arusha lakini kanda ya kaskazini, Tanga, Manyara, Kilimanjaro, niwaombe mjitokeze kwa wingi tarehe 8 Machi mwaka huu katika viwanja vya Sheikh Amir Abeid, ambayo ni kesho kutwa. Leo ni tarehe 6, ambako Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, atakuwa mgeni rasmi kwa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kweli nilivyosema kwamba wangapi hapa ni matunda wa mafanikio ya jitihada za serikali, wangapi ni matunda wa jitihada za azimio la Beijing. Karibu wote mmesimama, naomba msisimame tena.